Sababu zenye kuchangia matatizo ya afya ya akili kazini au ofisini. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Maisha ya kazi yanaweza kuwa uwanja wa mafanikio au chanzo cha maumivu ya ndani ambayo hayasemwi kwa sauti. Watu wengi wanaingia ofisini kila siku wakiwa na tabasamu la nje, lakini ndani wamebeba mzigo mzito wa mawazo, hofu na pressure. Hali hii ikipuuzwa hujenga msongo wa mawazo na wasiwasi uliopitiliza unaoweza kuharibu maisha ya mtu taratibu. Hizi hapa ni sababu 10 zinazopelekea hali hiyo pamoja na madhara yake na njia mbaya ambazo watu wengi hutumia kukabiliana nayo. Namba 1, mzigo mkubwa wa kazi usio na uwiano. Pale unapopewa majukumu mengi kuliko uwezo wako wa kuyakamilisha kwa muda uliopo, akili huanza kujenga presha ndani. Unaanza kujihisi kama unafukuzwa na muda. Kila dakika ni vita. Unapofika nyumbani bado akili yako ipo kazini. Madhara yake ni kuchoka kupitiliza, kushuka kwa ubora wa kazi na hata kupoteza kujiamini. Watu wengi hukabiliana na hali hii kwa njia mbaya kama kujilazimisha kufanya kazi kupita kiasi bila kupumzika, kutumia vinywaji vya nguvu kupitiliza au hata kuanza kutumia pombe ili kupunguza mawazo. Namba 2, hofu ya kupoteza kazi. Unapohisi nafasi yako iko hatarini, hasa kwenye mazingira yenye ushindani mkali au kampuni isiyo na utulivu, moyo huanza kuishi kwa tahadhari ya kudumu. Kila kosa linaonekana kama mwisho wa ajira yako. Madhara yake ni kuishi kwa hofu, kushindwa kufurahia mafanikio yako madogo na kuathirika kisaikolojia. Njia mbaya ya kukabiliana na hili ni kujipendekeza kupitiliza, kukubali kunyanyaswa au kufanya kazi hata nje ya mipaka ya utu wako ili tu usipoteze kazi. Namba 3, mahusiano mabaya kazini. Kazi yenye majungu, fitna, dharau au uongozi wa kibabe huua utulivu wa akili. Unaanza kwenda kazini kwa hofu badala ya hamasa. Madhara yake ni hasira za ndani, chuki na hata dalili za unyogovu. Watu wengi hukabiliana na hili kwa njia mbaya kama kulipiza kisasi, kueneza chuki zaidi au kujitenga kabisa na wengine, hali inayoongeza upweke na maumivu ya ndani. Namba 4, kukosa uthamini na kutambuliwa. Kufanya kazi kwa bidii bila kuonekana wala kuthaminiwa huumiza moyo. Inajenga hisia za mimi sina maana hapa. Madhara yake ni kushuka kwa motisha, kuchoka kiakili na kuanza kufanya kazi kwa mazoea bila kujali ubora. Njia mbaya ya kukabiliana na hii ni kuanza kufanya kazi kwa uzembe au kuacha kabisa kujituma kwa sababu unaona hakuna anayejali. Namba 5, malipo duni yasiyoendana na kazi. Kufanya kazi ngumu lakini malipo hayakidhi mahitaji yako huongeza presha ya kifedha. Unaanza kuunganisha matatizo ya nyumbani na ya kazini. Madhara yake ni mawazo mengi, msongo wa kifedha na hata migogoro ya kifamilia. Watu wengi hukimbilia njia mbaya kama kuanza wizi mdogo mdogo kazini, kufanya rushwa au kuingia kwenye madeni hatarishi. Namba 6, kukosa udhibiti wa kazi zako. Pale ambapo huna sauti kwenye maamuzi yanayohusu kazi yako, unajihisi kama chombo tu kinachotumika. Hii huua ubunifu na kuleta frustration. Madhara yake ni kukosa hamasa, kuchoka kiakili na kuanza kuchukia kazi. Njia mbaya ya kukabiliana na hili ni kulalamika kila wakati, kuwa na mtazamo hasi au kuanza kufanya makusudi vibaya ili kuonyesha kutoridhika. Namba 7, matarajio makubwa yasiyo halisi. Baadhi ya waajiri au viongozi huweka malengo yasiyowezekana. Hii humfanya mfanyakazi ajisikie hafai kila wakati. Madhara yake ni kushuka kwa kujiamini na kujiona mtu wa kushindwa. Watu wengi hukabiliana na hili kwa kujilaumu kupitiliza, kujitesa kiakili au hata kuanza
kujilinganisha vibaya na wengine. Namba 8, kukosa muda wa kupumzika. Kazi inapochukua maisha yako yote, unakosa muda wa familia, marafiki na hata wewe mwenyewe. Unakuwa kama roboti. Madhara yake ni kuchoka kihisia, kuvunjika kwa mahusiano na kupoteza furaha ya maisha. Njia mbaya ya kukabiliana na hili ni kujiziba kwenye kazi kabisa ili kukimbia matatizo mengine, au kuanza tabia hatarishi kama starehe kupitiliza mwishoni mwa wiki. Namba 9, matatizo binafsi yanayoingilia kazi. Changamoto za kifamilia, mahusiano au kifedha zinaweza kuingia kazini na kuongeza mzigo wa mawazo. Unakuwa na vita mbili, ya ndani na ya nje. Madhara yake ni kushindwa kuconcentrate, kufanya makosa na hata kupoteza kazi. Njia mbaya ya kukabiliana na hili ni kuficha hisia zako, kujifanya uko sawa wakati ndani unateketea. Namba 10, hofu ya kushindwa au kufanya makosa. Baadhi ya watu hujiwekea presha kubwa sana ya kutaka kuwa wakamilifu. Kila kosa linaonekana kama aibu kubwa. Madhara yake ni wasiwasi wa kudumu, kujichukia na hata kuogopa kujaribu mambo mapya. Njia mbaya ya kukabiliana na hili ni kuepuka majukumu mapya, kuchelewesha kazi au kujifungia kwenye comfort zone. Ukweli mchungu ni kwamba wengi wanateseka kimya kimya. Wanavaa tabasamu kazini lakini usiku wanalia kimoyomoyo. Msongo wa mawazo hauji ghafla, hujengwa kidogodogo mpaka unachukua maisha yako. Na njia mbaya za kukabiliana nayo ndizo zinazoua taratibu, ikiwemo pombe, kujitenga, kujilaumu au kufanya kazi kupitiliza. Kumbuka, kazi ni sehemu ya maisha yako, si maisha yako yote. Ukijikuta unapoteza amani ya ndani kwa sababu ya kazi, ni ishara kuna kitu hakiko sawa. Usikubali kuharibu afya yako ya akili ili kuthibitisha thamani yako kwa wengine. Thamani yako haipaswi kupimwa kwa kiwango cha mateso unayoweza kuvumilia. Badilisha fikra, badilisha maisha. Umakini unahitajika.